Kiumia githiru tabarĩra-inĩ ya reke tũruge tuonirio kũruga coconut rice, chicken wings, steamed cabbage na mango juice. Ũmũthĩ tũkuonio kũruga chapati, liver, mixed vegetables na banana smoothie. Wirorere nĩguo ũmenye maingĩ megiĩ kũruga. Tweregaine muthenya wa Saturday, muthenya uria twarugaga mucere wa coconut rice, oho tukiruga chicken wings na tugithondeka ka juice kega ka mango juice. Umuthiri niki tugukorwo tukiruga ikaro hau mutambo-ini. Ririkana tabarĩra nĩ ya reke tũruge gũkũ Gĩkũyũ TV kuria tucemanagia o muthenya wa Jumamothi kuma 1:30 nginya 2:30. Ririkana angĩkorwo wĩna ũndũ wothe ũrenda gũtũmenyithia kana no wende tũruge kĩndũ fulani, tuhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra namba itũ ĩrĩa nĩ 0721890311 na no ũtwandĩkĩre thĩinĩ wa mutambo-ini witũ wa Facebook Gĩkũyũ Television, na ningĩ no ũtũkore mitambo-ini itũ ya Twitter ĩrĩa nĩ TV_Gĩkũyũ TV. Ũmũthĩ nĩkĩ tũraruga? Chef Devi. Yes. Leo tunapika nini? Salimia mtazamaji. Watazamaji, kwa majina kama kawaida naitwa Chef Devi. Tunashukuru sana, last time tulikuwa na sisi na mlikuwa tukituwatch. Leo tunawaletea chapati. Kwa menu yetu leo tuko na chapati, upande wa starch. Yes. Upande wa protein tuko na liver. Maini. Yes, maini. Upande wa mboga ama greens tuko na mixed vegetables. Then upande wa kinywaji tuko na banana smoothie. Banana smoothie. Yes, banana smoothie. Okay. Yes. Na sasa maybe tunaweza onyesha watazamaji ingredients zetu kabla tujaanza. Okay. Yes. True. Upande wa vegetable tuko na courgettes hapa. Tuko na green pepper, tuko na carrots, tuko na French beans. Mishiri, tunaijua kama mishiri. Yes, French beans. Then tuko na snow peas. Exactly. Snow peas. Tuko na nyanya yetu hapa. Tuko na kitunguu. Tuko na mafuta yetu ya kupika. Maziwa yetu tutaonyesha kwenye tutaitumia. Tuko na unga yetu ya ngano. Tuko na peanut hapa. Tuko na asali, honey. Tuko na tomato paste hapa. Tuko na sukari yetu. Tuko na chumvi. Tuko na ndizi. Remember nilisema tuko na banana smoothie. Yes. Alafu tuko na ketchup hapa. Okay. Alafu pia upande wa maini tuko na maini yetu hapa. Kwa hivyo watazamaji, hizi ndizo bidhaa ambazo tutazitumia kwa leo kuwatengenezea chakula tamu sana. Okay. Yes. Sawa. Mtazamaji, kitu cha kwanza ambacho tutaanza nacho ni chapati. Najua kuna aina mingi sana za chapati. Kuna chapati Jerry, kuna chapati Halima, kuna chapati aina mingi, kuna zingine unaweza tumia kupepetea jiko juu ya vile ni ngumu. Leo tutaonyesha jinsi ya kutengeneza chapati ile soft yenye inajitoanga ngozi. Ngozi yenyewe tu inatoka. Chapati soft yenye saa zingine si lazima utafune, inaenda tu. Leo usibanduke, tutakufundisha kutengeneza hiyo chapati. Mwiroreri nitwashoka na shafashi, tunapika chapo sasa. And kitu ya kwanza lazima uhakikishe mkono ni safi kabisa. So nimetoka kuosha yangu. Alafu kitu ya kwanza weka unga yako mahali ambapo unakandia. Kuna types mingi watu wanafanyanga. Kuna mwingine ataweka maji kwanza ndio weke chumvi na sukari ya koroge ndio weke unga. Lakini mimi wanaweka unga kwanza. Nachanganya kwanza na mafuta. Hiyo process ya kuichanganya na mafuta inaleteanga hiyo chapo texture. Texture, chef, unaweza itaja aje na Kiswahili? Texture. Yeah. Inaleta texture fulani kwa chapati yako. So kwa unga yetu utaweka chumvi kulingana na kiwango ambacho wewe mwenyewe unapenda. Ukishaweka chumvi, kuna wengine wanapenda kuweka sukari ama kuna wengine hawawekangi sukari, so italingana na wewe unatakaje. So mimi napenda chapati yangu ikiwa imechanganyikana sukari na chumvi. Chef, yes, yako unapenda aje?
Iko sawa, hivyo tu. Iko sawa hivi. Sawa. Okay. Tukishachanganya sukari na chumvi na unga, next tunaweka mafuta. Chef, utanisaidia mafuta tafadhali? Utaweka mafuta tu kiasi. Utaweka mafuta kiasi na uchanganye na unga wako mpaka yale mafuta yaishie humo ndani. Make sure kila kitu iko pamoja, unga na mafuta zishikane vizuri. Baada ya hapo utaona unga wako ni kama unaanza kushikana shikana. Hii ni kumaanisha mafuta na unga zimesikizana, yeah? So next sasa, after umeshafanya hivyo, ndio utaweka maji yako. Maji huwa natumia maji ambayo ni slightly warm, as in si warm, si warm lakini si moto na si warm, iko hapo katikati. So utaongeza maji yako, uchanganye. Usiweke maji mingi sana, ibidi urudi kwa duka kutafuta unga. Lakini unajua chef, kuna watu wengi wanaongezanga maji intentionally ili ndio chapo zikuwe mingi. So kama hiyo ndio trick yako, sawa. Lakini chef, yes, ulisema ni kwa nini mtu afai kuweka maji kwanza ndio aongeze unga? Unajua kuna baadhi ya wapishi wanatangulia na maji ndio waweke unga. Yote itatoa ni chapati, lakini nimesema ile ya kwanza ukichanganya kwanza unga na mafuta, kuna ile texture fulani inafanya chapati yako ikue rahisi sana, ikue soft. Okay. Yes. Lakini ukianza na maji direct, chapati yako inaweza kosa hiyo texture. Yes. Na pia mtazamaji, sometimes pia ukiweka maji kwanza, unajua unaweza weka maji, unafikiria umepima maji vizuri, kumbe maji uliweka mingi na already ushaweka maji na uko na unga kidogo. Sasa wakati utakuwa utarealize kuna unga kidogo na maji already ushaweka mingi, definitely chapati yako haitakutoka vizuri kwa sababu maji itakuwa mingi na unga ni kidogo. So ndio kwa maana tunawapatia an idea, weka unga kwanza, mix na other ingredients, alafu ndio utaongeza maji kidogo kidogo wakati unaendelea kukanda. Chef, yes. Kuna mwingine ukijipata maji yamezidi unga, unapika pancake. Unaongeza maji inakuwa ni pancake, Ama unachukua unga tu ya kawaida ya ugali. Unaongeza. Hiyo itaweza. So, mtazamaji, kitu ya kwanza usifanye unga wako ukue mgumu. Yes. Kuna mwingine ukikanda unga mpaka unatoa kijasho chembamba kwa sababu ya vile unga ni kwa sababu unga yako umekanda ikiwa ngumu sana. The more unga yako inakuwa ngumu, chapati zako zitakuwa na hiyo ngumu bado. So na kuna wengine huwa kama wanataka kutoa stress na unga yao. Unapata mtu anaifanya mambo at least kanda tu pole pole, tumia hii part ya mkono kutumia wakati unakanda unga wako. Sawa chef? I hope uko sawa. Uko sawa. Wewe uko sawa. Nakuamini. Okay. Yes. Sasa wakati unga wako umeshikana vizuri, unaona hakuna unga wote unabaki ndani ya bakuli yangu. So unga wako ukishashikana vizuri, unafaa ukande huu unga mpaka hii ambayo imeshika kwa mkono itoke. Ikishatoka ndio utajua unga wako uko ready. Unga wako sasa utakuwa ready wakati hii yote yenye iko kwa mikono itakuwa imetoka. Watu hujiuliza, unafaa ukande unga mpaka kiasi gani? Unafaa ukande venye umeambiwa. Ukikanda unga unafaa angalie mpaka hizo unga zenye zinakwama kwa mkono ikose kukwama. Ujue unga yako sasa iko laini na sasa iko ready. Uache ipoe, wakati inapoa inatukia vizuri sana, alafu nianze kupika. Ndio hiyo chef. Yes. Sasa naona unga wetu uko tayari. Unaona nikishika hainishikili kwa mkono. Yes. Inatoka yenyewe. And then unaona unga yetu si ngumu. Ni laini vizuri. So
Tengeneza unga wako vizuri, ufanye kama kampira kadogo hivyo, kisha ufunikie vizuri na uweke kando kwa muda wa kama dakika 10 hivi. Yes. Uweze kupumzika, kurest, ndio tutaenda hiyo next step. Yes. Ama aje chef? Iko sawa sana. Okay. Unga yetu ya chapo sasa inatulia, na before ikuwe ready kupika, wacha tuanze kupika maini. Ama chef, utatuonyesha maini. Mtazamaji, sasa kwanza acha niwaelezee kitu kuhusu maini. Ukitengeneza maini, kuna kangozi kadogo inakuwa very slim layer inakuwa kwa maini. Transparent. Yes. Hii ngozi inakaa kama polythene. Wakati ndio kupika maini, unafaa utoe hii ngozi. Unafaa kutoa hiyo ngozi. Unafaa kutoa hiyo ngozi. Unafaa kutoa hiyo ngozi. Venye tunaitoa hivi. Chef, kwa nini utoe hiyo ngozi? Like najua tunapikanga tu ikiwa nayo. Okay, watu wengi hupika maini ikiwa na hiyo ngozi, lakini ngozi si nzuri. Unaona kama hii ngozi, hii inazuia ingredients kuingia kwa maini. Alafu pia wakati unapika, unapata maini na take long sana kuiva. Unapata maini na take long sana kuiva juu hiyo ngozi. Na hata ikiiva utapata ndani sometimes haikuangi imeiva vizuri. Sasa na hii pia sasa tusaidii kwa mwili. Unaona? Yes, sometimes inaweza pia kuaffect. Sasa ni nzuri utoe hiyo ngozi, uweke kando, alafu sasa ndio ukate maini yako. Hata wewe mwenyewe utakutoa hiyo ngozi, ukikata utasikia ni rahisi sana. Yes. Okay. Yeah. Sasa mtazamaji, tunataka sasa tuanze kupika maini. Yeah. Na tunahitaji vitu ziko hapa. Yes, kwa kutengeneza maini kwanza tutaiboil kidogo tu, alafu tutatumia vitu zenye tuko nazo hapa. Si zote lakini kidogo tu. Na mtazamaji, leo tunataka tunawafunza jinsi ya kupika bila kutumia spices hata kidogo. Ukiangalia hapa hatuna spices. Leo ni natural food. Yes. But in case mtazamaji uko na hiyo hamu ya kuweka spices kwako, unaweza ongeza kitu chochote ambacho unataka. Yeah. Yes. So maini tunachemsha kwanza? Yeah, maini tutachemsha tu kidogo tu. Okay. Yeah. Naona umeweka maji kidogo. Yes. Ya kuchemsha tu kidogo. Yeah. Unajua maini ni kitu soft. Yeah, maini ni kitu soft. Ukiweka maji mengi, maini itaiva na maji itakuwa imefanya nini? Imebaki. Unaona? Okay, sasa chakula itakuwa maini itakuwa imeiva, lakini unajua style tunataka kutengeneza hatutaki stew kwa maini. Ndio kwa maana nimeweka maji kidogo na hii maji nimeweka, I'm very sure hii maji ikiisha maini itakuwa iko soft. Alafu sasa tuende stage ya pili ya kutengeneza maini. Okay. Yes. Sawa. Mtazamaji, kumbuka hii ni show ya Reketuruge. Inakukujia katika hii station yetu tunayoipenda sana ya Gikuyu TV. Na in case uko na comment yoyote, kitu ambacho ungetaka tukupitie next, ama kitu yoyote ambayo unaweza kuwa ukiuliza swali kuhusu mili ya leo ama zingine zenye zitakuja, unaweza tuandikia katika page yetu ya Facebook. Yes. Facebook page yetu ni Gikuyu Television, and unaweza tupata pia kwa Twitter handle which is TV__ ni kadashka na kuanga hapa chini _Gikuyu, na pia unaweza tupigia simu kupitia namba 0721890311, na pia Instagram tunajiita Gikuyu TV Official. Tuandikie, utuambie anything, ama utu-encourage, ama utuambie chef whatever, kitu yote yenye unajifeel, kitu yote yenye unajisikia nayo unaweza tuambia. Na pia chef, najua uko na Facebook page yako.
Yeah. My Facebook account yangu inaitwa Chef Devi. Chef Devi. Yeah. Okay, ukitaka kucommunicate na Chef Devi unaweza mpata kwa Facebook yake. Facebook yangu najiita Tabby's Kitchen, unaweza niandikia hapo ama tunaweza ongea kupitia hiyo. Yes. Mtazamaji pia maybe kama unataka tukusaidie kwa upishi, uko na personal request, wewe mwenyewe unapenye umekaa, unahisi kuwa unataka kusaidia ukiwa peke yako, unaweza tupigia simu kwa hiyo namba yenye umepewa, ama unaweza inbox kwa page yangu ama kwa page yake ama kwa page ya Gikuyu TV. Sisi tuko hapa kuwasaidia kwa upishi, tunataka tuwafunze mpaka mwisho. Chef, mahindi yetu naona inachemka. Yes. Mahindi bado inaendelea kuchemka. Tuipatie tu time kidogo tu. Yeah.